Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Karibuni ndugu zangu katika majlisi yetu ya ilmu, na leo bimashiatillahi ta'ala tuko katika kuanza somo la nahwu, na kitabu tunachotumia ni Tamrinu at-Talib al-Mubtadi. Na tukumbuke kuwa hii ni ahadi kwa wale waliofuatilia darasa ya kitabu Matnu Ajrumia. Tulisema kwamba tutakuja kuleta vitabu vingine ambavyo vitakuwa kama vinasherehesha au vinafafanua zaidi ili tuweze kuelewa, kwa sababu Matnu Ajrumia imezungumza kwa kifupi sana baadhi ya ibara ambazo zinahitaji ufafanuzi mrefu. Kwa hiyo tunaanza kitabu hichi biidhnillah, tukimaliza tutakuja kitabu kingine Sulam Suudi. Kwa inshallah taala, kumbushe kwamba kitabu hichi ni katika vitabu vilivyotungwa na almarhum Sheikh Muhammad bin Ayub, ambaye yeye ni katika mashekhe wakubwa, na alikitunga kitabu hichi mahususi kwa ajili ya madrasati, wanafunzi wa madrasati Shamsia au maarufu na Shamsul Maarif Tanga huko. Inshallah taala, moja kwa moja tutakwenda katika ukurasa wa pili wa kitabu chetu, ambapo hapo juu pameandikwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-fasih al-amin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin wa man nahwahum min at-tabi'in, salatan wa salaman daiman mutalazimaini ila yaumiddin wa ba'da. Huo ndio mkadima, umeanzia na kuishia hapo, mfupi sana. Anasema fahadhihi risalatu latifatu fi nahwi. Anasema hii ni, tunasema risala bima ni makala nzuri, au ujumbe mzuri katika nahwu. Jam'atuha litamrini al-atfal, nimeukusanya kwa ajili ya kuwafanyisha mazoezi. Samaituha tamrina at-talib al-mubtadi, nimeuita mazoezi kwa wanafunzi wanaoanza. Waqasamtuha ala 44 darsan, na nikaugawanya katika masomo 44. Faqultu, nikasema mustamidan min Allahi wa tawfiqi, kwa kumtegemea yeye Allah na tawfiki yake, wa hidayati, na uongofu, li aqwami tariq, katika njia ya sawa. Haya ndio maneno ya utangulizi ya shekhe wetu, mtunzi wa kitabu hichi. Maneno hayo mazuri sana, sababu kitabu hichi ni kwa ajili ya wanafunzi, basi hakina mkadima mrefu wala utangulizi mrefu sana, kwa ajili ya wanafunzi wanaoanza. Na ni kitabu kidogo tu, na zimekwenda darasa zake ni ndogo ndogo, fupi fupi. Darasa kubwa lakini zipo fupi fupi, ili kumsaidia yule anayeanza kwa wepesi. Ad-darsul awwalu, somo la mwanzo au la kwanza. Kama ilivyo, kitabu hichi kimekuja katika mpango wa maswali na majawabu, sin swali. Anasema kam aqsamul kalami, kam aqsamul kalami, vingapi vigawanyo vya maneno. Jim, jawabu, aqsamuhu thalathatun, vigawanyo vyake, yani vigawanyo vya hayo maneno, thalathatun, vitatu.
ismun kwanza ni jina, wa fi'lun na kitendo, wa harfun na herufi, jaa li maana zilizokuja kwa ajili ya kuleta maana. Kwa hiyo maneno yote utakayoyaona, sentences zote uzione kwenye mavitabu, kwenye magazeti, kwenye kila kitu, basi ujue hapo mgawanyiko wa maneno yaliyopo katika hizo sentensi ni matatu. Ima kuna majina au jina, fi'lu kitendo, na herufi ndio vinaunda sentensi. Zingatia hapo. Hilo swali la kwanza limeishia hapo. Swali la pili, swali, wa mal ismu, na ni nini jina? Jina ni nini? Jim jawabu, al ismu kullu ma yusamma bihi insanu, jina ni kila lile ambalo hutumika kuitia mtu au hayawanu au mnyama, bimaana wanyama wa aina yoyote manake, au shajarun au mti, wanaweza kusema mmea au mti, au ayu shay'in au kitu chochote, basi hilo ndio jina. Bimaana ukisikia jina basi linalotumika kuitia imani mtu au wanyama au mmea au nasema mti au chochote kile. Darasa la kwanza limeishia hapo. Tuunganishe na darasa la pili ili isiwe fupi sana somo letu uweze kustafidi inshallah taala. Ad-darsu thani, somo la pili. Wa mal fi'lu, na ni nini kitendo? Jim jawabu, al fi'lu kullu kalimatin, kitendo ni kila neno, dallat linalojulisha ala amrin fu'ila, juu ya jambo lililofanywa. Fa in dallat ala amrin fu'ila fi zamani al-madi, ikiwa itajulisha juu ya kitendo kimefanywa katika wakati uliopita, fatusamma al-fi'la al-madhiya, huitwa kitendo cha wakati uliopita. Wa in dallat ala amrin, na ikiwa inajulisha juu ya jambo, yuf'alu al-ana, linafanyika hivi sasa, au fi zamani al-mustaqbal, au katika muda unaokuja, fatusamma al-fi'la al-mudhari'a, huita kitendo cha wakati wa mudhari'a, maana yake wakati uliopo na unaoendelea au ujao. Wa in dallat ala talabin shay'in, na ikiwa inajulisha juu ya kutafuta kitu au kutaka kitu, min ghairika, kwa mwingine asiyekuwa wewe, fatusamma fi'la amri, huitwa kitendo cha kuamrisha. Wa mal harfu, na ni nini herufi? Jim jawabu, al harfu kullu kalimati, herufi ni kila neno, dallat linajulisha ala maana, juu ya kuleta maana, fi ghairiha, kwa nyingine. Bimaana herufi ni tamshi au neno linalo nini, linalojulisha juu ya kupatikana maana kwa nyingineo. Bimaana ili ijulikane maana iliyokusudiwa, herufi peke yake haiwezi kubainisha, mpaka iwe na ima jina au iwe na kitendo. Basi kiungana kama ni jina na kitendo na herufi, ndio itafahamika herufi hii imekusudia hapa maana gani. Kwa maana ya herufi ni neno ambalo halijulikani maana yake isipokuwa mpaka kuwe na kingine, ima jina au kitendo. Inshallah taala somo letu la leo litakuwa limeishia hapa. Tusifanye video yetu ikawa ndefu sana. Somo limeishia hapa biidhnillah. Tukutane katika somo linalofuata biidhnillah.
Jambo kubwa na kukumbusha subscribe ili darasa zetu ziweze kufikia pindi tukituma moja kwa moja, kulike, kushare na kucomment, na mwisho kutuombea dua Allah tuwafikishe.